Tunashukuru waimbaji kwa wimbo ule wa kwanza, kwa kujua kwamba Mungu ni Mungu wetu ni mkubwa, anahitaji kutukuzwa. Na ndio maana leo tuko hapa kwa ajili ya kumtukuza Mungu wetu, namna ambavyo ametusaidia tangu tulivyozaliwa mpaka kufika siku ya leo. Kwa hiyo angalau mara moja kwa juma unahakikisha kwamba siku hiyo umeiweka kwa ajili ya Mungu, kumtukuza, kumsifu, kumwabudu kwamba wewe ndiye ambaye umeniumba, wewe ndio uweza wa vitu vyote, unaniwezesha mpaka nimefika leo. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kwa hiyo tunashukuru. Lakini pia tushukuru kwa wimbo ule wa pili wa yule mama Msamaria. Tunahitaji kuchangamana na watu. Tuseme kwamba hawa tuchangamani nao, hawa sijui na nini, hawa sijui Islamu, sijui hawa dhehebu gani, au sijui namna gani. Tunichangamana na watu. Tuko ndio namna ya kupeleka nini? Injili. Wewe kama umeokolewa, hakikisha kwamba unaokoa na wengine. Tufuate mfano wa Yesu wa kupeleka injili, lakini ni kwa njia ya kuchangamana. Kwa hiyo hayo ndio mtangulizi. Leo inaendesha idara ya hapa kanisani. Wakati tunaendesha kila Sabato kunakuwa na idara fulani inaendesha. Leo inaendesha idara ya afya. Ndio maana ulisikia hapa kuna mmoja hapo katambulishwa kabisa, yeye anahusika na mambo ya medical missionary. Kwa hiyo leo ni mambo ya afya tu leo ni afya. Na hata somo hili uende likahusu mambo ya afya tu. Kwa hiyo leo ni mambo ya afya. Na mchana usikose kufika. Usikose kufika mchana. Hata una swali lolote kuhusu masuala ya ugonjwa yatajibiwa. Lakini mafundisho ya magonjwa mbalimbali mchana yataendelea. Kwa hiyo usikose kufika mchana ili uweze kuboresha afya. Na basi nitaomba mpatie mmoja ambaye atakuwa anasoma mafungu ili kuokoa muda, ili tutakapoenda tuweze kwenda kwa spidi. Kwa hiyo watu wa mambo ya haya ya mawasiliano, mfanye sasa mpatie mtu ambaye atakuwa yuko sharp anasoma ili tuweze kuendelea sasa. Tunaingia sasa kwenye nini Mungu leo ametegemea kwamba tuongee kitu gani. Tulivyokuja kumwabudu hapa, ni nini ambacho anataka tuweze kukipata katika siku ya leo tulivyokuja kwa ajili ya ibada. Basi tunapoenda kuangalia maneno, basi tuombe. Takatifu Mungu wetu, umefika wakati sasa tunaenda kuangalia maneno yako. Tunahitaji Roho Mtakatifu awe mwalimu, awe kiongozi, lakini atuwezeshe yote ambayo umedhamiria leo tuweze kuyapata yakawa ya msaada katika maisha yetu. Tunaamini utatenda hata zaidi, tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Okay. Leo tutajifunza au kichwa cha habari au nini sijui tuseme kichwa cha somo la leo ambalo Mungu amependa tuweze kunani hapa, linasema afya ya kiroho kwa Mkristo. Afya ya kiroho kwa Mkristo. Spiritual health. Sasa spiritual health inaweza au afya ya kiroho inaweza kawa kwa sehemu nyingi. Ila ndio maana kwamba tusema ni afya ya kiroho kwa Mkristo. Kwa ina maana afya ya kiroho inaongelewa hii inamhusu Mkristo na sio vinginevyo. Ni wakati najaribu kuangalia Biblia inasema nini na maelezo sisi binadamu tunasema nini kuhusu afya. Maana kama somo linahusu afya ya kiroho, tuanze kujua maana kwanza hiyo ya kiroho, na pengine labda tunaweza tukaangalia hata maana ya roho kwa kidogo. Huenda roho ikawa ina maneno mengi, lakini tukaweza kujua katika hilo. Afya ya kiroho kwa sisi binadamu katika hali ya kawaida
tunajaribu kueleza kwamba afya ya kiroho ni kuwa sawasawa kimwili, kiakili na kijamii katika mambo ya maisha. Kwa hiyo maana ni kuwa sawasawa kimwili, kiakili au kimawazo na kijamii katika mambo ya maisha. Hiyo ndio tunasema kwamba hiyo ndio unakuwa na afya ya kiroho. Na sasa roho kwa ujumla tunaweza kusema roho ni maisha. Maana kwamba hamna roho ina maana huna maisha. Na ina maana kwamba tunategemea tutakapokufa tuje tufufuliwe, ina maana kwamba tuje tupate maisha ya baadaye. Kwa hiyo roho tunaweza kusema kwamba roho pia ni maisha. Naweza nikasema hivyo. Na haya mambo ya afya ni muhimu kwa sababu tunaambiwa kwamba mafunzo yoyote utakayofundishwa ya kiroho, kama afya ya kimwili sio nzuri, hayawezi kuwa na maana. Kwa maana hiyo kwamba mafunzo yoyote ya kiroho yanayofundishwa yanahitaji mwili wenye afya bora. Na ndio maana mchana tutajifundisha sasa habari za mwili wenye afya bora, ili uweze kusikiliza vizuri, uweze kuyaelewa haya masomo vizuri. Ila kwa sasa hivi mimi nitaongelea habari ya afya ya kiroho. Mchana itakuwa afya ya kimwili. Kwa hiyo hapa niliposimama mimi ni afya ya kiroho. Mchana afya ya kimwili. Sasa hivi ya kiroho, mchana ya kimwili. Maana sasa ndio maana ile fungu letu kwa kweli linaendana kabisa na hiyo maelezo ya afya ya kiroho, kama ambavyo tumesomewa ile fungu letu ile Yohana 1 na mstari wa pili. Hebu tusomee msomaji tujikumbushe, wenda wengine wameshasahau. Inasemaje ile fungu letu hapo? Yohana 3 sura ya 1 mstari wa pili. Ndio. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Ndio. Na kuwa na afya yako. Ndio. Kama vile roho yako ifanikiwayo. Sawa sawa. Kwa hiyo tunaona hapo anamwambia afanikiwe katika mambo nini yote. Lakini pia katika nini? Katika roho. Kwa hiyo unaweza kukuta kabisa hii maelezo au definition ya afya ya kiroho, kumbe hiyo Yohana 3 sura ya 1 na ule mstari wa pili, kumbe inaeleza vizuri tu kabisa namna ambavyo haya mambo yanatakiwa. Na sisi kama Kristo tunatakiwa tuweze kuyaelewa haya mambo kwa namna ambavyo neno la Mungu linatutaka, kama ambavyo imetakikana kabisa kwamba nitaje kufanikiwa katika mambo yote, katika mambo yote na katika mambo yote. Na maana ndio hii tunaposema sasa kwamba ni katika mambo ya kimwili na kiroho. Katika mambo ya kimwili na kiroho ndio hapo tunajaribu kueleza 1:3. Penzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwayo. Kwa hiyo sasa kama hapa ina maana kuna kuwa na afya, lakini kuna mambo ya roho. Kwa hiyo mchana ndio tuongee hivyo. Sasa afya ya kiroho ni kujua maana ya maisha. Maana ya maisha na kuwa na imani thabiti, kujua mema na mabaya, kuwa mwadilifu na kujua thamani yako na kanuni za maisha, yani maadili. Hiyo ndio tunavyoongelea. Na maana hapa sasa tunapoongea afya ya kiroho, tuna maana kwa ujumla. Ninavyoongelea hapa niweza kama naeleza zaidi kwamba namna afya ya imani yako ulivyomwamini Yesu Kristo, hivi unatakiwa hiyo imani iwe na afya. Yani kwamba isiwe wewe ni mwenye imani dhaifu, mwenye imani ambayo iko chini. Mchana hapa wakati wa lesoni hapa tulikuwa tunajifunza tukimwangalia Yona alivyotumwa kwenda Ninawi. Kule ilikuwa inaonekana majamaa yale ni makatili kabisa.
Yona tunajua namna alivyofanya hapo. Je, unaweza kaangalia, je, afya ya kiroho Yona ilikuwa vipi hapo? Kama aliweza kuanza kupiga kona, unaweza kaona kabisa kwamba hapo afya ya imani yake au afya ya kiroho ilikuwa chini, ilikuwa na chini, mpaka alivyopata misukosuko ndio ilibidi sasa akomae juu ya huyu. Sasa ina maana hapa tunaongea mambo ya afya ya kiroho, tunaongelea imani yako iwe imara, imani yako iwe na afya. Ndio hacho ambacho tunaweza kuangalia.